Matatizo mengi katika jamii zetu, chanzo kikubwa ni dhambi. Yaani mzizi wa matatizo mengi sana ambayo watu wanakumbana nayo, chanzo chake ni dhambi. Hebu nikuulize swali mpendwa, ili kama ungekuwa unachagua mume kwa kigezo cha utakatifu au mke kwa kigezo cha utakatifu, kungekuwa na kuvunjika ndoa? Okay. Kama ingekuwa unachagua kiongozi wa serikali kwa kigezo cha utakatifu, kungekuwa na viongozi wala rushwa? Kungekuwa na viongozi mafisadi? Kungekuwa na viongozi ambao wako tayari kufanya chochote ili wabaki madarakani? Jibu ni hapana. Lakini kwa sababu ya dhambi ndiyo tunakuwa na watu wa namna hii, ndipo ambapo ndoa zinavunjika, ndipo ambapo tunakuwa serikali batili, serikali ambazo zinathamini maisha ya viongozi kuliko kuthamini maisha ya raia. Swala sio mtu, swala ni roho iliyo ndani ya mtu ikoje. Maandiko matakatifu yanasema, kitabu cha Mithali 29 mstari wa 2, mwenye haki akiwa na amri watu furahi, bali muovu akitawala watu ugua. Kumbe ishu sio elimu ya kiongozi, ishu sio maarifa ya kiongozi, ishu ni state of his spirit, roho yake ikoje. Kama roho ya kiongozi imetawaliwa na dhambi, basi mtateseka. Lakini kama roho ya kiongozi imetawaliwa na utakatifu, mtafurahi. Tusichague mume, usichague mume au usichague mke au usichague kiongozi wa serikali kwa kumwangalia au kwa kumsikia tu. Angalia rohoni mwake amembeba nani. Mtu yoyote ambaye rohoni mwake amembeba Yesu hawezi kuumiza watu. Mtu yoyote ambaye amejawa na Roho Mtakatifu hawezi kuharibu maisha ya watu. Lazima atathamini maisha ya watu. Jamani, mnavyochagua viongozi wa maisha yenu, viongozi wa serikali zenu, viongozi wa nyumba zenu, angalieni kiwango cha uhusiano wao na Roho Mtakatifu, kwa sababu mwanadamu ni chombo kinachoongozwa na roho ndani. Kama roho yake ni ya shetani, umetawaliwa na shetani. Kama roho ya kiongozi wako ni ya kishetani, basi ni mwakilishi wa shetani, yani katika mwili. Kwa namna shetani ambavyo alitakiwa akuongoze ndio utakavyoongozwa. Lakini kama amejawa na Roho Mtakatifu, lazima utaongozwa kiutakatifu. Kwa hiyo swala ni la rohoni. Kama tunataka tupunguze matatizo kwenye jamii zetu, tuongeze watakatifu. Kama tunataka tupunguze matatizo katika jamii zetu, tutafute viongozi waliojawa na Roho Mtakatifu, viongozi watakatifu zaidi. Kwa sababu unaweza kuwa kiongozi msomi lakini sio mtakatifu. Swala la kuongoza halitokani na elimu ya mtu tu, linatokana na roho ya mtu pia. Kwa tuwekeze pia katika kuona roho za watu na kuwajenga watu katika utakatifu, hasa kizazi kinachokuja, ili baadaye tuje kuwa na familia bora, tuje kuwa na jamii bora, tuje kuwa na serikali bora ambazo zitaongoza katika haki, kweli na utakatifu. Bila hivyo hakuna kuondokana na matatizo. Matatizo yote yanasababishwa na uchafu wa mioyo ya watu, na ili tuepukane na haya, lazima tuwajenge watu katika usafi. Utakatifu ni kipaumbele. Palipo na dhambi pana matatizo, palipo na dhambi pana matatizo.